الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ndugu katika imani, tukiendelea katika durusu zetu hizi, awali ya yote pia ningependa kuihusia nafsi yangu na vile vile uhusieni kuna nafsi zenu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi taqwahu an-najati min adhabi al-alim wal-fawza fi jannati an-na'im. Katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kufaulu na kupata pepo za juu, na pia katika kumcha Allah ndio kuepushwa na moto wa Allah. Allah atuhifadhi. Tukiendelea katika hadithi yetu ambayo jana tulizungumzia kuna nukta ya swala zima la kusimamisha swala. Kusimamisha swala ni katika nguzo za Uislamu, na yule ambaye ataacha kutusimamisha swala basi itakuwa ni katika Uislamu, na kuacha kusimamisha swala ni katika jambo ambalo halifai kisheria, bali sio Uislamu ambao unatutaka tuwe katika hivyo, bali yule ambaye ataacha swala tukaona atakuwa amekufuru. Kwa leo tunaendelea na jambo la 4 ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia: watukti zakata, na anatakiwa Muislamu atakapokuwa ana mali na mali hiyo imepitiwa na mwaka, basi juu yake kutoa katika mali hiyo kuna fungu ambalo atahitajika Muislamu fungu hilo alitoe. Watasumu Ramadhana, na Muislamu anatakiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ili pale utakapoingia mwezi huo. Haya yote ni katika matendo ambayo lau Muislamu atakuwa ni mwenye kuyatekeleza, basi itakuwa ni sababu ya kuingizwa katika pepo ya Allah. Watahujjul baita, pia Mtume akaendelea kusema pia Muislamu anatakiwa akaidi katika nyumba tukufu ile ambaye atakuwa na uwezo wa kifedha, uwezo wa kiafya, basi juu yake wewe kutekeleza nguzo hii. Na katika nguzo hii wengi wao watu wameafrika na watu kwenda kufanya ibada hii ya hija, wamkuta Muislamu ana uwezo lakini haendi kufanya ibada hii ya hija, bali wengine wanadai ukienda kufanya hija alafu bado kijana, nikija huku tayari hija kuacha subiri nile ujana kidogo, kisha nikifika miaka 60-70 hivi, wallahi msiba ambao tuko nao, kwa sababu Muislamu haujijui wewe, haujijui wakati gani ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuchukua amana yake. Na mtu ambaye anajua hakuna wakati ambao wewe unautumia ndio wakati wako. Kwa wengi wameathirika na jambo hili. Mtu ana mali na anakufa ile hali alienda kufanya hija, na ana kisingizio chochote katika alikuwa kinamzuia yeye kwenda kufanya ibada ya hija. Wa watu watie nia hizo, Allah subhanahu wa ta'ala
kufanyia wepesi, kaenda shwa siku unaenda kufanya ibada yake. Kwa hija pia ni katika matendo ambayo Muislamu kama atajipanga nayo, basi ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, hivi nisikujulishe wewe katika mlango wa khairi? As-sawmu junnatun, Mtume akasema na kufunga ni kinga. Somo ambazo tunafunga kukinga wewe kunako na maasiya, kunako na mambo mbalimbali. Ndio maana katika mwezi wa Ramadhani unakuta watu wanapokuwa katika funga, imani yao inaongezeka, na kuwa mtu ni mwenye kuwa ni mustaqima, ni mwenye kuelekea katika matendo ya kheri. Kuwa funga ni kinga pia. Ndio maana ikaja wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kufanya nikah, Mtume akasema basi juu yao watu wao wafunge. Kwa sababu gani? Hii funga inazuia kunako na shahwat, inapunguza matamanio, na pia ni kinga kutoendea yale ambayo ni katika maasi. Kwa Mtume akamwambia sahaba, hivi nisikujulishe jambo ambalo ni katika milango ya kheri? Akamwambia as-sawmu junnatun, na kufunga ni katika kinga. Wasadaqatu, na pia unapokutoa sadaqa, Muislamu ikawa mwenye kujipanga kutoa sadaqa katika mambo ya msikitini, au sadaqa ukapanga sadaqa hii kuwapa majirani zako unaishi nao. Alikadhalika ni katika kule matendo ambayo ya kumpendezesha Allah, basi hiyo sadaqa tutfi'ul khati'ata, sadaqa ambayo Muislamu ataitoa, basi sadaqa hiyo inafuta madhambi. Kwa leo Muislamu ukijipamba na kutoa sadaqa, basi tambua yale madhambi yako ambayo unayafanya madogo, hii sadaqa hii inakava katika kufuta madhambi. Inafuta vipi? Mtume akasema kama yutfi'ul ma'u an-nara, kama vile maji yanayouzima moto, ambapo maji yanazima moto. Kwa hii sadaqa unaitoa Muislamu na madhambi ambayo ulifanya kwa kukosea au madogo, hii sadaqa inafuta yale madhambi kwa kule kutoa pango sadaqa, kama vile ambavyo maji yanazima moto. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wa salatu rajul fi jawfi al-layl, na swala ya mtu katika nyakati za usiku. Ukaamka usiku, ukachukua udhu wako, ukasimamisha ibada, ukamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo hichi thumma tala, kisha Mtume akaleta aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasoma hawa ambao wanazinyanyua mbavu zao, au hawa ambao wananyanyuka nyakati za usiku, tatajafa junubuhum anil madaji, wanaziinua mbawa zao, wanazitoa mbawa zao katika matandiko yao. Tatajafa junubuhum, na wanaziinua mbawa zao anil madaji, kunako na magodoro yao, bimaana wananyanyua mwili yao na wanaelekea katika kufanya ibada. Na huko aya ikaja katika ukamilifu, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, kisha wanazinua hizo ni maana bazao katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya hiyo ibada, watama na ile hali wakiwa wanatarajia. Na hivi ndio inapotakiwa Muislamu awe katika ibada ambayo unaifanya kana kwamba vile Allah subhanahu wa ta'ala anakuona, au kama akuona ujalie kana kwamba wewe yuko mbele yako. Waabudu rabbaka, muabudu mola wako, annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mwabudu Allah kana kwamba unamuona,
au kama wewe umuone jalia kana kwamba wewe anakuona kuwa hawa ambao wanasimama usiku wananyanyua mili yao na tukataja bawa mili yao katika kuelekea katika kufanya ibada hiyo wanamwabudu Allah hali ya kumwofu na kana kwamba wanatarajia katika ibada hizo ili katika yale maombi yao. Tukisema katika imani, hususan katika nyakati za usiku, nusu ya usiku, saa 8, Allah subhanahu wa ta'ala anashuka ila samai dunia, yanzilu ila samai dunia, anashuka mpaka mtawingu wa dunia, na anahitaji wale ambao wenye haja, kuna haja, na sisi tuna haja tofauti tofauti. Kuna ambao wana maradhi, hali imekuwa ngumu kiuchumi. Haya yote haya tiba yake hakuna kumlilia kama hali tulizokuwa nazo sasa hivi, isipokuwa ni watu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye maradhi amwombe Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye shida mbalimbali amwelekee Allah. Lakini kathiru minna, watu wengi leo, mtu atakesha katika jambo ambalo halina faida yoyote. Atakesha kwenye mirungi, mtu atakesha kwenye vilabu, mtu atakesha katika mambo ambayo hayana faida. Lakini huyo ambaye anakesha, hata siku moja ambayo alikesha kwa ajili ya kufanya ibada na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi. Ndizo katika imani, swala la kumwomba Allah anafurahi. Allah si kama kiumbe akiombwa siku mbili atakugeuzia njia, atakasirika, akiona simu yako atakata. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anafurahi ili pale atakapoomba. Ndizo katika imani. Bwana Mtume akaendelea kusema, thumma qala, akasema, ala ukhbiruka bi ra'si al-amri, hivi nisikukuhabarishe kunako na kichwa cha mambo yote, wa umudihi, na nguzo yake, wa dhurwat sanamihi, na kilele cha mambo yote. Kuntu, nikasema mimi, bala ya Rasulullah, nihabarishe wewe mtume wa Allah, nihabarishe wewe mtume wa Allah. Qala, akasema wala mtume, rasul amri al-islam, na kichwa cha mambo yote ni Uislamu. Ni maana ili wewe uwajibikiwe na sheria zote za Allah, lazima kwanza uwe Muislamu. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa umuduhu, na nguzo yake as-sala, swala. Maana kwanza mtu awe Muislamu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ama shakuwa Muislamu. Kisha sasa swala itamwajibikia. Sasa ukashakuwa Muislamu, Muislamu anatakiwaje? Asimamisha swala. Maana jana tukaona ikiwa wewe ni Muislamu lakini hausimamishi swala, basi Uislamu wako bado haujakamilika. Kwa ili matendo ya kukalifishe pia uwe Muislamu. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli, na je nisikuhabarishe bi malaki dhalika kulli, katika jambo ambalo linakusanya mambo yote. Fakultu, nikasema mimi, bala ya Rasulullah, nihabarishe mtume wa Allah. Faakhadha bilisani, bwana Mtume akaushika ulimi wake. Waqala, na akasema, kufan alika hadha, uzuie. Akaushika ulimi wake, uzuie huu. Kultu, nikasema mimi, maana huyu Muadh bin Jabal, ya nabii Allah, ewe mtume wa Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallam, je, sisi pia tutaadhibiwa siku ya Kiyama katika yale ambayo sisi tunazungumza? Faqala, faqilatka ummuk wa hal yaqubu an-nasa fi an-nar, hakika watu wataingizwa katika moto, ala wujuhihim, katika kutupiwa kwa nyuso zao. Hakika huu ulimi huu
utawapelekea watu wengi siku ya Kiyama kuingizwa katika moto